manake masiku munabaki nani sijui hiko na tukashira yaho tu hapa tunakuja kubatiza, sababu anayeamini abatizwe. Ni agizo la Bwana. Tailo imefika taulo. Mwangasero nyuma tu. Ole kebi mavizo zikichungukana tu. Ambeshe fo. Bako zitangu na kwamba itakuwa gosi. Sema mai ndakuwa kidogo. Iko sawa. Tutapiga magoti. Mai. Sawa. Tunaenda. Tunabanisha hapa hii. Pole pole tu. Nina kuproteje mai sende mkuu. Tuende kwa Kume. Hapo mkono wangu hii. Na hii hapa. Mbona kama tishiria? Hii iende hapa yulu. Hii. Sasa hii njoo. Kama na ile pale yulu. Right. Okay. Utajiregeza. Na kuproteje mai sende mkuu. Twende. Kama moto. Sawa. Usinani, Usistuke, usiogope. Kamata mkono, kamata bia, kama tisibie. Mtazamaji mtukufu na mpendwa wa Pasia Vukundire Channel TV, yote unayoyaona pale kuhusu ubatizo, tunatimiza andiko ambayo Bwana Yesu alisema katika Biblia, akisema tutangaze habari njema, kuwatangazia watu kwamba tayari dhambi zao zimesamehewa kupitia kazi ya Kristo msalabani, yani sadaka Yesu aliyokuja kufanya hapa duniani ili tuliza hasira ya Mungu aliyokuwa nayo kwa wanadamu. Na yeyote anayeamini ile kazi ya Kristo aliyofanya msalabani kwa kujitoa mwenyewe uhai wake, kwamba kile kitendo cha Yesu kilimpatanisha na Mungu na kumupa msamaha wa dhambi zake milele na kuandika jina lake mbinguni. Yeyote atakayekuwa na imani hiyo atakuwa ameokolewa. Na kama kweli imani hiyo imekaa ndani ya mtu, Yesu alisema mtu kama huyo abatizwe katika maji mengi. Na hilo ndilo tendo ambalo tunatoka kufanya huko. Wale watu tatu ambao wamebatizwa katika maji wameamini kwamba kazi ya Kristo msalabani imewapa kibali mbinguni, ingawa wanashindwa sheria za Musa, wanashindwa amri 10 na maagizo yote ya Mungu, lakini ile haitawazuiza kuingia mbinguni, sababu Yesu kashamaliza kazi ya kutuokoa.